Mipango ya mamlaka ya bandari nchini KPA ya kuifanyia ukarabati wa kisasa katika kivuko cha Likoni zinakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wafanyabiashara pamoja na wahudumu wa magari ya uchukuzi wa eneo hilo, huku wamedai kuwa wamekosa kushirikishwa kikamilifu. Nafikiri shida kubwa tu ni kwamba wakati huu mradi ulianza kabla ya ufahamu wa watu wote, lakini tunashukuru ile hatua yenye tulichukua uamuzi wa viongozi wakasema turudi tena chini, tutengeze kamati ili tuende kwa usawa. Na tulirudi tukafanya mikutano kadhaa, nafikiri baadhi ya waandishi wa habari walikuwa wakati huo. Mpaka tukafikia wakati wa kwamba sasa tumeafikiana mahali patajengwa ni mahali fulani. But kitu ilitushangaza zaidi ni kwamba tulikuja tukapata pale mahali biashara inaendelea. Panajengwa, hatujahusishwa, hatujui nini inaendelea. Tukajaribu kufuatilia kuanzia kwa serikali, kuanzia OCS, OSPD mpaka kwa DCC, but hatukupata haki pale ama hatukujua nini inaendelea. Katika mkutano wa leo kwenye hoteli ya YWCA uliowahusisha zaidi ya wafanyabiashara 300, viongozi wa wafanyabiashara hao wamedai kuwa mamlaka ya bandari haijawahusisha vya kutosha katika utekelezaji wa ujenzi huo unaonuiwa kupunguza msongamano katika kivuko hicho, hivyo utawaathiri wafanyabiashara na wahudumu wa matatu zaidi ya 3000. Sisi hatuangalii kama sisi ati ni viongozi. Kuna watu wetu tumebeba nyuma yetu. Kuna watu ambao wanatumia kile kivuko, ambao wanasaidika na ile biashara inayoishi pale. Kenya tunajua sasa hakuna kazi Wakenya kupata kazi. Watu wamejimudu tu wenyewe kubangaiza. Kama ni mtu ananunua gari yake anatafuta makondakta anafanya. Kama ni mtu wa bodaboda ananunua bodaboda yake anapewa, anatafutia mtu riski. Kulingana na wao, viongozi wa wafanyabiashara hao waliweka paruanja kuwa ipo ardhi mbadala katika eneo la customs walikotengewa ili kupisha ujenzi huo kufanyika na kukamilika ndani ya miaka 2. Uchukuzi badala huo na gawanywa tena upelekwe custom. Hata ukipelekwa custom jamu haitaisha, sababu lazima utakinyaga barabara ya lami. Lakini tungekuwa wamenunua mahali kama hapa ambapo tulivyokuwa tumepanga ile plani, ilikuwa kwa inasaidia. Hata kama ni matatu ingekuwa inaingia na Shell Beach inatokeza mbele kwa mbele, kama ni pikipiki haigusi ile barabara. Lakini sasa wanapanga plani ya miaka 2, baada ya miaka 2 tena unakuja unaambiwa uondoke katika pale mahali. La kushangaza zaidi lenye limetufanya paka tukaanza kuitana na wanachama ni kuja kubandikwa bango kwamba pale mahali ni miaka 2. Sasa tukajiuliza baada ya miaka 2 tunaenda wapi? Viongozi wa serikalini wameombwa kuingilia kati swala hilo ili wahakikishe kwamba wamepata haki bila kuingiza siasa kama inavyoendelea kwa sasa. Tunataka Absomali gavana wetu uje hapa ndio sasa tusikie uko pamoja na unatusaidia, tusije tukakusigisia ati wewe uko mmoja, yani wale tufukusa hapa. Uje tukufanye mkutano na viongozi wetu, hata kama utaita kwa ofisi waongee, tunawaamini. Ile ripoti utawapatia tutaamini, na tungefurahia sana kama ungetega siku moja uje ukutane na watu wako tukuambie ile shida tunapitia. Kwa hivyo mimi ningesema hata katika hizo ofisi za maserikali sianze kuchunguza huu mradi, kwa nini unapelekwa kienyeji hivi na ni maisha ya watu yako katika yale maeneo. David Lukoe, Runinga Pazuri kutoka kaunti ya Mombasa.